mawakili ni mtu wa namna gani kibinadamu, namna ambavyo wanakuwa waaminifu, wanapewa pesa mahakamani wasimamie kesi na wanaenda wanasimamia kesi. Ule ni uaminifu. Lakini nazungumza wakili ambaye anamwakilisha Mungu kwenye hii dunia. Wewe unamwakilishaje Mungu kwenye hii dunia? Bwana asifiwe sana. Yes, kwa sababu kama unakuwa ni mtu wa matusi mtaani, wewe unamwakilisha shetani moja kwa moja. Hataki maelezo. Yaani kwa yeye ninavyoongea, somo hili ninalolifundisha leo litakupa namna ya kujielewa wewe kwenye dunia hii unamwakilisha nani. Yaani wewe mwenyewe utajikagua, mimi sina namna ya kukagua kwamba hivi mimi namwakilisha nani. Kwa sababu kama wewe yaani mdomo wako kidogo tusi unayemwakilisha ni Mungu. Mungu anatukana. Mungu ni wa matusi. Kidogo vurugu. Mungu ni wa vurugu. Yaani wewe ndio utaanza kujijua ya kwamba, na nikwambie, kama wewe ni mtu wa vurugu, ni mtu wa fujo, ni mtu wa matusi, ni mtu wa shida tu, yaani wewe unapotokea watu wanasema huyu tena vipi? Yaani watu wanahala, kwa nini umefika? Sikiliza, wewe umwakilishi Mungu, wewe unamwakilisha shetani. Amina. Yaani elewa hilo. Ukishaanza kuona umekatisha mahali watu wanasema unayekapita, yaani kila unapotokea watu wanainua midomo, uwe na uhakika unamwakilisha shetani kwenye hii dunia. Mungu atusamehe sana, tuweze kusema Bwana asifiwe kwenye tukio la ajabu kama hili. Ila Mungu atusamehe sana. Yaani ifike mahala watu wanakuangalia wanasema hakika huyu kijana ni mtoto wa nani huyu? Watu wanakujadili, wewe umepita tu. Wanasahau mtoto wa mzee fulani anakaa kule chini. Huyu kijana nampenda sana, amekuwa mwadilifu sana. Huyu kijana mtaratibu sana. Yaani watu ghafla wanakupenda. Alafu wanaanza kukuasia mema. Wewe umekatisha tu safari zako. Wala hujui wala bi. Unashangaa siku unapita watu wanakuita wewe kijana tu. Unafika pale unaamkia shikamoo. Unawaamkia watu unaowakuta pale, kila mmoja kwa namna yake. Tunashukuru, asante, marahaba. Kijana, unakaa wapi? Nakaa mahali fulani.